Mimi kwanza nataka niwashukuru wa Kwale kwa kutukaribisha hapa Kwale siku ya leo. Leo nimetembea Kwale kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya Kwale County. Nimeanza asubuhi kule na mambo ya TVET. Nimeenda kufungua pia mambo ya County Aggregation and Industrial Park. Kwa sababu hiyo County Aggregation and Industrial Park tumeweka pesa milioni 250 kutoka county na milioni 250 kutoka national government. Mpango yetu ikiwa ni kwamba tunataka wakulima wa Kwale waweze kupata mahali mazao yao ya shambani. Wakisha toa shambani wapeleke mahali kuna gala, wapeleke mahali kuna cold room, wapeleke mahali kuna processing. Ndio zile mazao mnazalisha hapa Kwale sipate dhamana, tuongeze dhamana ama value addition, ndio ziende sokoni mupate pesa ya kutosha katika mambo yenu ya kilimo. Tunaelewana jameni? Nataka nimshukuru gavana wenu kwa sababu tayari ameweka pesa za county, na mimi leo nimetangaza tunaweka pesa milioni 250 ya national government ndio tuweze kukamilisha hiyo mradi kwa manufaa ya watu wa Kwale County. Nimefika hapa tena leo kwa sababu Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni si ni kulipa. Nilisimama hapa Kwale nikawaambia kati ya mipango tutakuwa nayo ya kuzalisha ajira Kenya itakuwa ni program ya affordable housing. Hiyo program ndio nimekuja kuanzisha hapa ya affordable housing. Hii mradi iko hapa itaajiri vijana zaidi ya 3,000 katika hii program. Hii program ya affordable housing hapa tutaweka milioni 400 katika hii program. Na tutakuwa na manyumba 200 hapa ya wananchi wa Kwale. Nyinyi ndio mtakaoishi hapa. Hapa iko nyumba ya shilingi 2,500, unakaa ndani inakuwa nyumba yako. Nyumba iko ghorofa 10. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mko tayari kwa hiyo mpango? Nilisema ya kwamba makazi, housing, sio starehe ya watu matajiri. Makazi ni haki ya kila Mkenya. Hata yule Mkenya mdogo mama mboga, yule anaweza kulipa shilingi 2,500. Tunataka akuje hapa pia awe na nyumba yake hapa. Gorofa ya 5 ama gorofa ya 12 analipa 2,500, alafu nyumba inakuwa yake. Si tulisema maneno ni bottom up? Si hata ule mtu wa chini apate nafasi ya kuwa na nyumba jameni kwa hii town. Hapa ukienda hii town, ile nyumba iko bei ya chini sana. Kulipwa kila mwezi ni shilingi 30,000, 40,000. Mama mboga atawezana na 30,000. Mtu ya bodaboda atawezana na 30,000. Lakini kama ni 2,500 hapa ataweza hataweza? Si ataweza? Ndio tumesema ya kwamba hii program yetu ya affordable housing, hizi nyumba 200 ndio awamu ya kwanza. Katika mpango yetu nyumba 6,000 in phase 1 Kwale County ndio tumepanga kujenga nyumba 6,000. Vijana wa hapa mko tayari? Hizo nyumba 6,000 tukianza na hii hapa, tunahitaji vijana zaidi ya 15,000 wa kufanya kazi katika hiyo mpango ya affordable housing. Vijana wa Kwale mko tayari? Vijana wa Kwale mko? Na wauliza wale ambao mko na ujuzi, architect, surveyor, engineer, plumber, electrician, seremala, carpentry, hata watu ya mkono tunawahitaji hapa, steel fixer na wale wengine. Nyinyi mko tayari kwa hiyo kibarua? Tusukumane kabisa. Ndio nimekuja hapa kuianzisha rasmi. Nimeketi chini na mbunge wenu Bwana Tandaza mpaka ikue sawa, na tumekubaliana na yeye ya kwamba hii kazi lazima tukuje tufanye. Pia pale Ukunda tumeanza kupangia vile tutajenga nyumba 1,000 pale.
na hizi zote kaunti hii yote mpaka kule Vanga, lazima tuwe na hii mpango, kwa sababu ndio mpango itapatia ajira vijana wa Kwale, na ndio mpango itatupatia makazi ile iko na heshima. Kila Mkenya wa vijana ama Wakenya wawache kuishi katika vitongoji duni, waweze kuishi makazi ambayo inatoshana na Wakenya, na kila Mkenya apate nafasi ya kuwa home owner katika taifa letu la Kenya. Tumekubaliana jameni? Vile vile mimi nimefika hapa leo pia kuwafungulia Matuga Technical Training College. Hii Matuga Technical Training College ndio itasomesha watoto wenu hapa Matuga. Hii program iko hapa. Tumeweka pesa tayari ya kusaidia wale wanafunzi watakuja kusomea hapa. Tuko na funding model mpya ambaye itawajali hasa wale watoto wanatoka jamii ambazo they are vulnerable. Tutahakikisha kwamba wao wanapata scholarship ya kutosha, ndio tuhakikishe hakuna mtoto wa Kenya anawachwa nyuma. Nyinyi mnanielewa jameni? Tuko pamoja? Na nimetangaza ya kwamba kuanzia next week hapa tutakuwa tunasajili watoto ama wanafunzi watakao kuja kusomea taaluma mbalimbali katika koleji yetu ya Matuga. Nimekuja hapa na mwalimu mkuu mpya ambaye tumepost tangu jana. Wapi huyo mwalimu mkuu? Huyu mama huyu ndio atasimamia shule yenu hapa. Si mnaona vile ako mrembo? Lakini ni bibi wa wenyewe, nyinyi wacheni maneno. Sawa sawa. Huyu mama ndiye atasimamia college hii, na kuanzia next week ataanza kupokea wale watu ambao wanataka kusoma katika college hii. Sawa sawa. Mmemwona, mmemkaribisha? Wamesema karibu huku Kwale. Na unajua pale mzee anaweza, pia mama anaweza zaidi. Ama mnasemaje wazee? Ama nimewakejeli? Iko sawa? Sasa tumeaminia uongozi wa kina mama jameni. Hata huyu Achani si amefanya kazi ambayo ni ya maana sana katika Kwale hii. So munisikize vizuri. Next week nyinyi vijana wa Matuga, mjumbe wenu tumekubaliana na yeye. Mwalimu huyu mjumbe wenu amekuja akanisukuma sana kwamba hii shule lazima ifunguliwe. Amenisukuma kunisukuma mpaka ananiendesha kama gari ya miraa. Sasa akaniambia lazima tufungue shule, akaniambia lazima tulete kompyuta, akaniambia lazima tulete mwalimu mkuu. Ikabidi mimi nifanye kazi hiyo yote kwa wiki moja. Lakini nawaomba watu wa Matuga, please, mwambieni huyu mjumbe wenu aniendeshe polepole bwana. Ananisukuma sana. Mtamwambia anipeleke polepole? Ati hapana? Ala, kumbe nyinyi ndio mmemchochea aniendeshe hivyo. Asalala. Nilikuwa nafikiri nakuja kujitetea kwenu. Asonge haraka, ndio kazi itembee kwa kasi. Ndio mmepatia amri anisukume kabisa. Sijui nitaenda kujitetea kwa nani. Pengine tu niende kwa Mungu sasa, kwa sababu vile naona nyinyi mmenikaza mbaya. Lakini hata na hivyo na mheshimu huyu mjumbe wenu, kwa sababu ni mtu mwenye msimamo na ni mtu mwenye mpango, na ndio sababu hiyo hapa tutajenga hii affordable housing. Pia hapa tutakuwa na maduka, pia hapa tutakuwa na kindergarten, pia hapa tutakuwa na sehemu ya mchezo pia katika sehemu hii, kwa sababu tunataka kutengeneza sura mpya ya Kwale. Ama mnasemaje jameni? Tukiweka nyumba hapa ya orofa 10, si Kwale itaanza kuwa na sura mzuri? Ama mnasema tufanye namna gani? Si ndio? Ni hivyo. Na sio hii peke yake.
Hapa Kwale vile nimewaeleza, hii ndio ndio project yetu ya kwanza. Tuko na project nyingi. Nyumba kama hii ni nyumba 200, lakini nyumba 6,000 tunajenga hapa Kwale, na tunataka ushirikiano wenu tuweze kufanya pamoja, ndio hawa vijana wapate ajira na sisi tupate makazi na wale wananchi wapate makao mazuri, ndio tuweze kuondoa uskwota, tuweze kuondoa matatizo yale mengine. Tumekubaliana jameni, watu wa Kwale? Tumekubaliana? Vile vile mimi nimekuja hapa Kwale kwa shughuli ya maendeleo yenu, hasa mambo ya stima. Hapa Kwale bado watu wengi hawana stima. Manyumba nyingi bado iko giza. Ni kweli ama si kweli? Na nimeketi chini na wabunge wenu wakiwemo governor. Tumekuwa mkutano miwili kule Nairobi. Tumekubaliana na wao ya kwamba tuweke pesa shilingi bilioni 2 katika Kwale County, tuunganishe watu 25,000 wapya katika huduma ya stima. Na hiyo program imeanza tayari kwa sababu makontrakta wako hapa chini tayari. Wamefika hapa makontrakta, wameanza kufanya hiyo kazi. Ile kitu mtatusaidia nyinyi kama viongozi wa hapa, mtatuambia kijiji fulani ndio hakuna stima, kona fulani ndio haijafika, sehemu fulani ndio haijafika, ndio tufikishe stima kule mahali bado kuna giza, ndio tuweke mwangaza, tufukuze shetani. Ama mnasemaje? Nyinyi mko na biashara na shetani? Nasikia shetani anakaa mahali iko giza. Situweke stima shetani ahame? Awaje kutusumbua ama namna gani? Tuko pamoja? Tuendelee na hii mpango, tusiendelee? Vile vile leo nimekuja katika college hii, tumeweka mtandao, tumeweka kompyuta, na leo vijana wameanza kutrain hapa, vijana ambao watafanya kazi katika digital jobs. Nyinyi vijana wa hapa Kwale, mimi nawauliza, hapa sasa mko na sehemu ambayo tumeweka kompyuta, tumeweka internet, tuko na walimu. Nyinyi mnaweza kuja kujifunza hapa mambo ya digital jobs, na tuko tayari na kazi ambazo zitawafaa katika digital space. Vijana wa hapa mtajihusisha na hiyo kazi, na hiyo training itakuwa free of charge, hauitishi pesa yoyote. Internet pale ni ya serikali, free of charge. Computer pale ni ya serikali, free of charge. Ile wewe utafanya ni kuchukua tu muda wako uende pale ufundishwe, si ndio? Hatuwezi kukufuata nyumbani kwako, lakini wewe ukitoka nyumbani ufike hapa, tutakutrain, na tukisha kutrain utaweka pesa kwa mfuko, na hiyo pesa ukiweka kwa mfuko utajua vile ya kufanya. Ama namna gani jameni? Muko tayari? Muko tayari? Mbali na ile computers tumeweka hapa na internet tumeweka hapa, tumekubaliana pia na mjumbe wenu ya kwamba vile tuko na internet na tuko na computer hapa na ICT hub, pia kila ward katika hii Matuga tuweke ICT hub, ndio vijana 300 400 kila ward wapate nafasi ya kuwa trained wa computers, ndio waweze kufanya ajira katika digital space. Vijana tunaelewana? Hii constituency yenu iko na ward ngapi? Ward 5. Sasa hizo ward 5 tutakuwa na minimum 5 ICT hubs in this constituency ya Mheshimiwa Tandaza. Yeye atajenga ICT hub, nimempatia mchoro ya vile ya kujenga, nitalete computers, nitaweka internet, nitaweka waalimu, ndio hawa vijana badala ya kuhangaika waweze kuwa trained, waweze kufanya ajira. Na nimeshatafuta nafasi ya ajira duniani kote. Mtakuwa mnaketi hapa Matuga, lakini mnafanya kazi kampuni iko nje na pesa mnalipwa kwa madola hapa Matuga. Jameni, tunaelewana? Tuko pamoja? Ndio nimekujia nyinyi hapa Matuga na Kwale, tuelewane
ya kwamba tuko na mpango ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Tumeshirikiana na county government yenu, tumeshirikiana na mjumbe wenu na hawa ma MCAs. Sisi wote ni team moja, na ndio sababu muliona juzi. Sasa nimesema hakuna haja ya kubaguana tena kama Wakenya. Hakuna haja ya mirengo, hakuna haja ya sehemu, hakuna haja ya ukabila. Sisi wote tuungane, tutengeneze serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Ndio mimi nimeweka sasa baraza la mawaziri ambayo inajumuisha jamii zote, inajumuisha sehemu zote, inajumuisha mirengo yote, ndio Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Kwale, mnaniunga mkono tuunganishe hii Kenya ama mnataka tutenganishe? Tuunganishe ama tutenganishe jameni? Mnasema tuunganishe Kenya iwe moja. And I must say, while in Kwale, that we have lost opportunity as a nation by being divided along parochial lines. And that is why we have made a decision that we are going to build synergy. We are going to unlock the tremendous potential that exists in Kenya by having a cabinet and a government that represents all parts of Kenya, so that we can have a government and a country that is united, so that we can unlock our potential. We can make Kenya that great country we all want it to be by working together. Jameni, watu wa Kwale, mnasema niunganishe hii Kenya iwe taifa moja. Nilete watu wote ndani ya serikali, ndio tupange maendeleo pamoja, na tupange mambo ya kuajiri watoto wetu pamoja, na tusomeshe watoto wetu pamoja. Ama mnasemaje Kwale? Na ndio sababu katika hiyo serikali ya kuunganisha wa Kenya, mimi pia nimesema shujaa wa kutoka Kwale anaitwa Salim Mvurya sasa atakuwa waziri wa mambo ya viwanda. Tunaelewana? Huyu gavana wenu wa zamani sasa yeye amefanya kazi mzuri sana pale kwa blue economy. Amefanya kazi mzuri pale kwa madini. Sasa nimempatia majukumu mengine sasa. Yeye ndiye atasimamia investment, kutafuta wawekezaji duniani kote awalete Kenya na aanze na Kwale. Kupanga mambo ya biashara Kenya mzima na kupanga mambo ya viwanda Kenya mzima. Tunahitaji viwanda au vijana wapate ajira. Tunahitaji investment tuwe na viwanda. Tunahitaji biashara ndio hawa vijana wajisimamie. Ni kweli ama si kweli? Na mimi niko na imani huyu bwana ataweza hiyo kazi, ndio tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Nyinyi watu wa hapa Kwale mnasema anafaa ama hafai? Anafaa hafai? Ni tolwa si tolwa? Asalala. Unasema ni tolwa huyu bwana? Hiyo majukumu ataweza? Bwana Mvurya, anza na hapa Dongo Kundu. Hapa Dongo Kundu tunataka kujaza vijana hapa viwanda, ndio hawa vijana wapate kazi. Tayari tuko na mwegezaji ya ekari 500 ya kwanza hapa Dongo Kundu. Alafu tuko na special economic zone tumeanzisha zingine 6 sehemu tofauti ya Kenya. Huyu bwana ndiye atasimamia, atatusaidia akishapigwa msasa na bunge, ili tuhakikishe ya kwamba tunabadilisha taifa letu la Kenya. Na mimi nawauliza watu wa Kwale, Kenya haiwezi kubadilishwa kwa fujo. Haiwezi kubadilishwa kwa maandamano ya maafa. Haiwezi kubadilishwa kwa mambo yale ambayo yanatupiganisha. Kenya itabadilika kwa mipango na miradi ya maendeleo vile tumeipangia. Jameni, tunakubaliana tuendelee namna hiyo? Tuko pamoja? Huyu Mvurya anatosha matoshi? Aendelee asiendelee? Anafaa hafai? Yofaa? Hebu ni wale wanasema niendelee na huyu Salim Mvurya.
Sawa sawa, lakini mjue si mfanyikazi wenu peke yenu, si mfanyikazi wa Kwale, ni mfanyikazi wa Kenya. Si namna hiyo? Sasa atafanya Kwale na afanye wapi? Kenya mzima. So otherwise mimi nawashukuru sana ndugu zangu watu wa Kwale. Niliona niwatembelee, nikuje tufanye hii miradi pamoja na tupangane vile tutasonga mbele tukiwa watu wa taifa moja, taifa la Kenya. Tumeshakubaliana jameni? Kabisa. Kabisa. Wacha nimuite dada yangu Gavana wa Kwale Mama Fatuma Achani atusalimie.